Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuze Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Bwana yetu Yesu Kristo, tunajongea mbele zako kwa shukrani. Asante Baba yetu kwa ajili ya wema na baraka na fadhili zako nyingi ambazo umetukirimia, na hasa kwa zawadi ya mwaka huu mpya ambao umetupa pasipo malipo tuweze kuufurahia na kuushangilia. Na kushukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo umetujalia kuona mwaka huu na kuendelea kutafakari neno lako. Asante kwa Radio Tumaini, chombo ambacho Bwana Yesu umetukabidhi na ukatupa nafasi ya kuendelea kushirikishana neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya wasikilizaji wapendwa wa Radio Tumaini mahali popote pale. Asante Mungu kwa ajili ya kuwalinda, na asante kwa ajili ya kukuza imani ndani mwao kiwango cha kwamba wanatenga muda kusikiza neno lako. Basi nikushukuru kwa ajili ya programu yetu hii ya Mkristo Jitambue. Ni nafasi ya kipekee ambayo umetujalia, na kukaribisha Mungu Roho Mtakatifu tunapoenda kutafakari neno la Baba. Andaa mioyo yetu ili lipate nafasi ndani mwetu, likamee na kuzaa matunda yaliyo mema. Pokea sifa Baba, pokea na utukufu wote, katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Baba tumeomba na kuamini. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji, tumsifu Yesu Kristo. Happy New Year. Happy New Year to all of us. Ni mwaka bado ni mpya, leo ikiwa ni tarehe 13, basi bado mwaka ni mpya kabisa 2026. Na nianze kwa kusema tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Wakati mwingine we take things for granted. Wakati mwingine tunachukulia vitu kawaida, hata kuona mwaka mpya, hata kuona siku mpya tukafikiri basi tunastahili ama ilifaa, lakini sivyo. Hii yote inagharimu huruma ya Mungu na upendo wake wa kipekee kwetu. Kumbuka mwaka jana wapo watu tuliishi nao, wengine hata ni familia zetu, wengine ni wapendwa wetu, lakini hawakupata nafasi ya kuona mwaka mpya. Wengine they even prominent people tulikuwa nao bila hata kutaja majina. Nchi ya Kenya tumepoteza watu ambao walikuwa ni watu wakubwa, hawakuona. Wengine hata walikaribia kabisa. Hivi unajua kuna mtu alifika 31st December lakini hakuona 1st January. Wengine tumesafiri na magari, tumeenda mbali na tukarudi salama. We really have enough reasons to thank God. So ni kuombe msikilizaji, kama bado yako manunguniko ndani ya moyo wako, hebu achana naye. Na especially kama unataka mafanikio kwenye mwaka huu, focus na shukrani. Hata kama umepitia changamoto, focus na shukrani. Huu ni mwaka mpya na tunahitaji first of all to pause na to reflect juu ya maisha yetu. Tunahitaji kupiga breki kidogo kabla hatujasonga mbele. Tuangalie mwaka jana kumekuaje, ili tukiangalia mwaka jana kumekuaje, ni wapi hatukuenda sawa, ni wapi tulienda sawa, tujue ni nini cha kuboresha kwenye mwaka huu. Na ndio maana nataka tutafakari kichwa neno, ama neno linasema mwanzo mpya na Mungu. A new beginning with God. Mwanzo mpya na Mwenyezi Mungu. Ndio kitu natamani tuweze kutafakari kwa pamoja, kwamba kuna kuanza lakini pia kuna kuanza na Mungu. Sio kuanza tu, sio kuwa na mwanzo mpya tu, lakini mwanzo mpya huu uwe na Mwenyezi Mungu. Kuna mwaka mpya, lakini mwaka mpya na Mwenyezi Mungu. Mwezi mpya na Mwenyezi Mungu. Chapter mpya na Mwenyezi Mungu. Inamaanisha bringing Jesus on board, kumleta Yesu katika mipangilio niliyo nayo. Kumbuka kitabu cha Amosi 3. Amosi 3:3 anasema wawili hawezi kutembea pasipo ya kwanza kukubaliana. Hebu nisome hii. Amosi 3:3 anasema, je, watu wawili huanza safari pamoja bila ya kufanya mpango pamoja kwanza? Ina maana kwamba hata kwenye maisha ya kawaida mnapokuwa mmepanga safari kutembea pengine na mke wako au hata na bosi wako au hata na mtoto wako au hata na jirani, mtu yote yule, na mmepanga safari, haimaanishi mtainuka tu muende. Kabla ya siku yenyewe kuna kupanga. Tunaendaje? Tutatumia chombo kipi kusafiri? Safari itaanza saa ngapi? Tutashukia wapi? Tutakula nini njiani?
tutabeba nguo gani, na kuna mipangilio na makubaliano. Ndivyo tunasema kwamba mwaka huu wa 2026 tuanze upya na Mwenyezi Mungu, tukubaliana na Mwenyezi Mungu. Tunatembeaje mwaka huu ukiwa ni mwaka mpya 2026? Tunapoingia kwenye mwaka huu kama wanadamu, it is a fact that we are coming in with memories. That's a fact. Tunakuja na memories ama mawazo, ama sijui nisemeje kwa Kiswahili, neno linanipotea, lakini tuna memories ambazo zingine ni nzuri na zingine ni mbaya. Some are joyful, some are even painful, kulingana na matukio mbalimbali mwaka jana. So tunavuka ndiyo, lakini ndani mwetu kuna mambo ambayo kwenye akili zetu na kwenye hisia zetu mengine yanatupa furaha, mengine yanatupa uchungu. Kuna wengine tumevuka mwaka with unanswered prayers. Yaani kuna jambo uliombea kabisa 2025. Wengine hata ulifanya novena za kutosha, lakini hilo jambo halikutimia. So we are coming into this new year with unanswered prayers. That is a fact. We are also coming in with broken plans. 2025 ulikuwa na mipangilio nyingine, hata ulianza kabisa hatua ya kwanza na ya pili, pengine hukufikia hatua ya tatu. Those plans zikavunjika. Wengine tuna come into the new year with unfinished goals. Yeah? Kuna malengo tulikuwa nayo lakini hatukuweza kufikia kilele chake. So haya ni mambo ambayo tunakuja nayo kutoka mwaka jana, lakini nataka niseme kwamba hata kama yapo yale machungu, hayapaswi kutuvunja moyo wala kutufanya tukate tamaa. It is a new year. Na nikwambie mpendo wa msikilizaji, the fact kwamba Mungu amekupa pumzi ya kuona mwaka huu, that should tell you something. You see, it comes in with a divine reason. Kuna sababu ya kipekee kwa nini Mungu amehifadhi uhai wako ukaweza kuona mwaka huu. Hiyo sababu ipo. Nikwambie kitu cha kwanza cha kuweza kujivunia ama kushukuru Mungu ni kwamba yale ambayo hayakutumia mwaka jana, ukiona Mungu amekupa pumzi ya kuona mwaka huu, kuna nafasi ya yeye huyo Mungu kuyatimiza. Kwa sababu nikukumbushe, Mungu hafanyi kazi kama mwanadamu. Kwangu mukiri, mimi naamini kitu kimoja. Yale ambayo sikuweza kuyafanya mwaka jana, hayakufaulu katika maisha yangu mwaka jana, muda wa Mungu ulikuwa bado. That's what I believe. Because one thing, hakuna mtu anaweza zuia baraka ya Mungu kwenye maisha yako. So kama Mungu alikuwa amekusudia jambo fulani lifanyike nzuri kwenye maisha yako mwaka jana, lingefanyika. Ulitaka kuongeza mtoto mwingine pengine kwa ndoa, haukufaulu, wakati wa Mungu ulikuwa hujafika. Ulitaka pengine ufunge ndoa mwaka jana, haukufaulu, wakati wa Mungu ulikuwa bado. Ulitaka upanue biashara yako mwaka jana, haikuwezekana, God's time ilikuwa bado. Kumbuka huyu Mungu anasema siku 1000 za mwanadamu kwake ni siku moja, na anafanya kitu kwa wakati wake. You know, when we talk of challenges, nikutie moyo mpendwa, mimi sijui umepitia changamoto unayopitia kwa muda gani, lakini ninachofahamu ni kwamba kuna uwezekano mkubwa haujavunja rekodi ya Abrahamu. Abrahamu ambaye amebarikiwa mpaka sisi ni part of his blessings. Huyu mwanaume alikaa miaka 100. Sijui wewe kama unalochopitia kimemaliza miaka mingapi, lakini Abrahamu alikaa miaka 100 bila mtoto na hakufa bila mtoto. Hiyo ndio key word, nataka uelewe hapo. Alikaa miaka 100 bila mtoto, lakini hakufa bila mtoto. So ina maana kwamba hata kama hayajatimia unayotaka yatimia kwenye maisha yako, haimaanishi utakufa kabla ya kuyatimiza. No. Let us be positive. Tuwe na akili ya ushindi, tuone ushindi kwenye akili zetu. Mwaka huu let us be positive kwamba itawezekana. Mwaka huu nitafunga ndoa. Mwaka huu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitapata mtoto. Mwaka huu haya madawa nitayaacha, napona, Mungu ataniponya mwaka huu. Let us remain positive. Mwaka huu hii biashara itasonga mbele. Positivity. Kwa sababu wakati mwingine tunafungia baraka zetu sisi wenyewe kwa akili tulizo nazo na kwa mtazamo tulio nao. Pengine hata kwa ajili ya maneno uliotamkiwa na watu. People can bring you down. Watu wanaweza wakakukashifu, wakakuweka chini. Lakini that is not a reason ya wewe kuvunjika moyo. Kwa sababu yuko Mungu anayekuwazia mema. Jeremiah 29
Ni neno ambalo tunalifahamu, ni wimbo. For I know the plans I have for you are good plans to prosper you and give you hope in the future. Kwa maana najua mipango niliyo nayo juu yako ni mipango mizuri ya kukuinua, kukubariki na kukupa tumaini. This is our God speaking. Na huyo Mungu anayesema ana mipango mizuri, Yeremia 32:27 anasema nini? Yeye ni Mungu wa wote, hakuna lolote linalomshinda. So once we know the God we are serving, now we bring him on board in our plans, we are going to make it. We are going to succeed. So natamani mwaka huu tunapoanza, anza na Mungu. Anza na Mungu. Ina maana kwamba mjulishe Mungu yale ambayo umepanga. Na ukisha mjulisha, omba akufaulishe. Na ukisha omba, subiri atimize kwa wakati wake. Kwa sababu shida kubwa tulio nayo, tunataka Mungu afanye kazi kwa speed yetu, our pace. God is God. He cannot work at our own pace. Yeye anafanya kazi kama Mungu, kwa wakati wake anajibu. Kwa nafasi yake anajibu. Alipomwahidi Abrahamu mtoto, hivi unajua Abrahamu alikaa miaka 25 kabla ya hiyo ahadi kutimia. 25 years. But God had promised. Maybe if you ask Abraham, alipoahidiwa mtoto alifikiria pengine hata ni kesho ama kesho kutwa. Lakini alikaa miaka 25. Wakati wa Mungu ulipofika, mahali ambapo Mungu alikusudia, Isaka alizaliwa. Na ndio nakuta tunamjua Isaka. Sio kwamba wakati Isaka alizaliwa ni Isaka peke yake alizaliwa wakati huo. Wapo watoto wengi ila hatujui majina yao. Tunajua Isaka. Na we ni kuambie mwaka huu, focus. Usivunjike moyo ukaacha kusali. Wengine tumeacha jumuiya kwa sababu ya changamoto. Wengine unaacha jumuiya tu kwa sababu ya mtu fulani. Unatoka kwa shirika kwa sababu sijui ulifanywa kitu gani. Yesu angesikiliza yale alikuwa anazungumza juu yake. Yesu angezingatia matendo maovu aliyofanyiwa, hatungekuwa na kanisa, hatungekuwa na wokovu leo. Wewe umefungua masikio kusikiza watu. Wewe umeruhusu kwamba uache kazi ya Mungu kwa sababu uliambiwa umeiba pesa ya kanisa. Kama unajua hukuuza hata shilingi, wewe wala usijitetee. Waacha Mungu mwenyewe akutetee kwa nafasi yake. Umetoka kwa jumuiya kwa sababu umeambiwa unatembea na mume wa mtu, ama umefanya kitu fulani, ama umeambiwa wewe hautoi pesa. Kaa pale, wacha aongee wa kuongea. Baki pale pale, uone ukuu wa Mungu, uone ushindi wa Mungu. Unafunga biashara kwa sababu majirani wanakuendea, kwa sababu wamekuwekea fitina. Kaa pale pale, hapo Mungu amekuweka hapo hapo, atakuinulia hapo hapo. Mimi naomba 2026 tuondoe akili ya kushindwa, tujenge akili ya kushinda, akili ya ushindi katika kila nyanja ya maisha yetu. Kwenye familia zetu tunapitia mambo magumu. Mengine tunaona kabisa laana za ukoo, vifungo vya ukoo. Sasa mwaka huu ni wa kung'ang'ania Kristo. Nashukuru sana kwamba walau mwaka huu nilifaulu kukusanya watoto wa mama, mimi nikiwa ni mdogo kabisa, na tukafanya misa nyumbani ya kuanza mwaka mpya pamoja na baraka za Mwenyezi Mungu. Kama mjafanya hivyo, nikushauri na wewe, mwaka bado ni mpya. Fanyeni misa hapo nyumbani. Wacha father aje afanye misa pale, mwanze upya mwaka huu. Msimike Kristo pale altari yake kwenye hiyo boma. Biashara yako, umefungua biashara, hakuna hata siku moja umewahi kualika hata padri aje kuibariki, ama hata pasta mahali unaposhiriki kanisa abariki tu kazi yako. Uanze na Mungu. Mwanzo mpya na Mungu tunafanya practical, sio theory. Hapana, practical. Ina maana kwamba ulikuwa hauna muda wa kusali, pata muda wa kusali. For your information, Mungu anakupa masaa 24 kwa siku. 10% ya hayo masaa ni mali ya Mungu. 10% of 24 hours belongs to God. So ukisema hauna muda wa kusali, yani ni kama haujaelewa. Wengine hata kufunga. When was the last time ulichukua mfungo? Matthew 17:21 inasemaje? Pepo wa namna hii hawezi kuondoka kwa pasipo kusali na kufunga. Kuna vitu havitafunguka kwenye maisha yetu without fasting. We have to go for that extra mile. Kuweza kwenda kwa hiyo extra mile, lazima sisi tuweze kufanya maamuzi kwamba mwaka huu tunaongeza bidii. When was the last time ulienda for a personal retreat? Ni wakati gani ulijitenga ukaenda kusali? Hata wale ambao wanafundisha kama mimi Mukini na wale wengine, wewe kila siku ni kufundisha. Wewe lini ulikaa ukafundishwa? Wewe lini ulikaa kutafuta uso wa Mungu? Wewe ukilala unalala kuanzia saa 1 unaamka saa 2. Unasali wakati gani? Mwaka huu tuweze kuanza na Mungu, tuongeze bidii. Mahali ambapo tukiangalia mwaka jana
bidii haikuwepo. Na hivyo ndivyo tutaweza kuovercome yale ambayo tunapitia. Isaya, kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 hadi 19, neno la Mungu linasema, msing'ang'anie mambo yaliyopita, wala msifikirie vitu vya zamani. Tazameni, mimi ninafanya kitu kipya, kinafanyika sasa hivi, nanyi mtaweza kukiona. Nitafanya njia nyikani na kububujisha mito jangwani. Haya ni maneno ya kutia moyo sana, kwamba Mungu anasema tusing'ang'anie mwaka jana, yale ambayo hayakufanyika mwaka jana, changamoto za mwaka jana, failures za mwaka jana, mahali hatukuenda sawa mwaka jana, mipango na goals tulizokuwa nazo mwaka jana, using'ang'anie. Huu ni mwaka mpya na mambo mapya, na Mungu anasema anafanya kitu kipya mwaka huu. Mimi ningeomba tushikilie hilo neno, kwamba Mungu anafanya kitu kipya. Never ever let your history dictate your future. Do not allow 2025 to dictate your 2026 negatively. No. Whatever did not happen last year, wachana naye. Ulitaka kuongeza masomo mwaka jana au kuongeza, nani amesema iwezekani mwaka huu? Be positive. Ulitaka kufunga ndoa mwaka jana, haikuwezekana, nani alisema mwaka huu haiwezekani? Be positive. Huu ni mwaka ambaye Mungu anatangaza kupitia Isaya anafanya kitu kipya, atafanya mito. Sikiliza, neno la Mungu asemi atafanya mto. Mto ni mmoja. Atafanya mito. Atafanya mito, atabubujisha mito jangwani. Rivers, not a river, rivers in a desert. Do you know what it means? Hivi unaelewa neno la Mungu anasema kwamba ana uwezo wa kujibu zaidi ya yale tunayoyaomba. Wewe unaweza kuwa kitu ulichokuwa unaombea mwaka jana ukafikiria ni kikubwa sana, Mungu anaweza jibu hicho mara 10 zaidi ya unavyotarajia wewe. Wewe unaomba mtoto, wala mtoto mmoja, kumbe Mungu amekupatia mapacha, amepanga upate mapacha. Wewe unaomba tu wako ka promotion kazini, Mungu ana mpango mkubwa zaidi ya hiyo promotion ambayo unaombea kazini, ni zaidi ya hiyo. Unajuaje kama Mungu ana mpango hata ufungue kazi ya kwako, instead ya hiyo promotion uwe CEO wa kazi yako? God has great plans for us. So this year tuweze kuelewa na tushikilie hili neno kwamba haikufanyika mwaka jana, lakini Mungu umeahidi unafanya kitu kipya na kitafanyika sasa hivi. Utafanya mito kwenye jangwa la maisha yangu. Inawezekana jangwa hapa ni ndoa yako. Familia zinapitia changamoto mbalimbali. Walio kwenye maisha ya ndoa, kama kuna kitu shetani hapendi paka kesho ni ndoa, tena ndoa takatifu. Mimi narembesha maharusi. Wengine mnajua, ndio mojawapo ya kazi ambayo Mungu amenipa kando na kutangaza injili. Nimekuja kuona hata watu walioishi kwenye ndoa vizuri kabla ya kuhalalisha ndoa, wakiamua kubarikiwa ndoa yao, yani wameleta ndoa yao kanisani, unakuta adui anainuka. Hata wale wakwe, watu ambao pengine hata wamezaa paka watoto wanawajukuu, unakuta familia ni kama hazijuani. Mimi nawaambia out of experience, nimejionea. Lakini naelewa haya yote yanafanyika kwa sababu kama kuna kitu shetani hapendi paka kesho ni ndoa, tena ndoa takatifu. Anainuka. Yaani unakuta mnagongana na mwenzako ukitafuta sababu hauioni. Unakuta adui anaingia hata ndani ya mwenzako, unamuona kabisa lakini mwenzako hata ana taarifa. Ama hata wewe adui anakuingilia, mwenzako anaona kabisa kuna kitu lakini wewe hauoni. Hii yote ni kwa sababu adui yuko kazini kuhakikisha ndoa hazitafaulu. Anapiga ndoa, anapiga na uchumi. Sijui, lakini mimi kama Simon Mukiri, kuna maeneo mawili nimeona kwamba adui anayapiga sana kwa watu wa Mungu, ili tuvunjike moyo, tukate tamaa, tuachane na kazi ambayo Mungu ametuitia. Atasimama atandike uchumi wako. We ni mwanaume, una mke, una watoto. Anaingia kwenye ile biashara, anahakikisha anaipiga mwereka kabisa, haupati riziki yako. Nyumbani wanasubiri. So inafika mahali mwanaume anakata tamaa. Wengine shetani anakuchukua, unaingia kwenye ulevi, utalewa. Mimi nimekuja kujua, usione hata mtu analewa ukafikiria watu wote wanapenda pombe. Hapana. Wakati mwingine changamoto zinafanya watu, adui anatuweka kwenye box. Unakuta anakuvunja moyo, apige uchumi ama ingie kwenye ndoa, hakuna amani.
Yaani hata ukitoka kazini ukifikiria kwenda nyumbani unakuta wengine hata tu wanazubaa huko masaa ya songe, kwa sababu aingie kwa hiyo nyumba walao masaa machache, hakukaliki. Huu ni mwaka wa kupigana. Biblia inasema ufalme wa Mungu unapatwa na wenye nguvu, not weak people. We need to fight, not physical fight but a spiritual fight. Ina maana kuongeza bidii ya sala, kutenga muda wa kufunga na kusali kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya huduma zetu, kwa ajili ya familia zetu. We need to stand. And for your information, msikilizaji, Biblia inasema Mungu anatafuta mtu mmoja atakayesimama palipo na pengo. Biblia haijasema Mungu anatafuta watu wawili. Anatafuta one person, one single person. Huyo mtu inawezekana ni wewe Mungu anatafuta. Simama kwa ajili ya familia. Simama kwa ajili ya ndoa yako. Hata kama mwenzako hana taarifa, hata kama mwenzako ndio chanzo cha machozi ulio nayo, wewe simama. Simama kwenye maombi. Unajua kuna hali tunaweza pitia, ukiangalia unaona hapa ni impossible. Wacha nikwambie, hizo ambazo ni impossible, Mungu naye, Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Anafanya miujiza, na miujiza ni vitu ambavyo ziko impossible. Sara alipata mtoto akiwa na miaka 90. Huo sio miujiza? Wakati miaka 45 ndio mwisho wa mama kushika mimba. Yeye amepata times 2. Huyo Mungu aliyetenda huo muujiza ndio huyo Mungu ambaye anasema, tazama nafanya kitu kipya, nitafanya mito jangwani. Hiyo ndoa nitaingia ndani, hiyo biashara nitaingia ndani, hiyo familia nitaingia ndani. Ukinipa nafasi, wewe simama tu, mwambie Mungu, nakukaribisha kwa ndoa yangu, nakukaribisha kwa familia yetu. Kuna watu, msikilizaji, inawezekana wewe peke yake ndio unaenda kanisani, mama yako, ndugu zako wote, hakuna mtu anajua mlango wa kanisa. Shukuru Mungu amekupa hiyo neema ya kwenda pale, ili wewe ufanyike mlango wa neema za Mwenyezi Mungu, mlango wa wokovu kwenye familia nzima. Si lazima muende kanisani familia nzima. Wewe ambaye Mungu akupa hiyo neema, wewe ndio utafanya wengine watakuja. Baada ya wewe umesimama kwenye nafasi, usali, wengine nao hiyo neema itawashukia, wapate kuona nguvu ulio nayo, waone ushujaa ulio nao ndani ya Kristo, watamani huyo Mungu wako. Wewe usijali kama watu wanaenda kwa waganga ili kufunga ndoa yako, kufunga biashara yako, acha waende. Biblia bado inatukumbusha kwamba Mungu anasema mpango utakao kamilika. Isaiah 14:24-25. Mpango utakao kamilika kwenye maisha yako si mpango wa adui, si mpango wa shetani, ni mpango wa Mungu mwenyewe. So hata kama kuna watu wanakesha wakiroga ili ndoa yako ivunjike, watoto wako wasisome, biashara yako iishe, wacha wakeshe bila nguo huko wanakokesha. Lakini nataka nikuambie, wanafanya kazi bure. Biblia hiyo inasema watakuja kwa njia moja, watakimbia kwa njia 7. Because there is God in heaven. Kama umefunga ndoa, Mungu aliruhusu hiyo ndoa ifungwe. Uelewe hata kama shetani anatumia nani ama mlango gani, yuko Mungu ambaye ni muweza wa yote. Yuko Mungu aliye na mamlaka na uwezo wa kubadilisha. Yuko Mungu aliye na uwezo wa kujitukuza kwenye hali ambayo unaiona umefika mwisho. Hiyo hali hiyo, ushuhuda upo. Remember, hakuna ushuhuda bila majaribu, msikilizaji. There are no testimonies without tests. Everything that we go through, and especially the tribulations, the tears that we face, the challenges, it is a testimony in the making. Kama Yosefu hangeuzwa na ndugu zake, hangefanyika kuwa prime minister wa nchi. Yote tunayopitia, machungu na mengine, unajua mengi yanasababishwa na watu ambao wako karibu sana na sisi. Ukichunguza machozi tulio nayo kwenye maisha, mengi yanasababishwa na watu ambao tunawadhamini, watu ambao tunawapenda. Inawezekana ni mke wako akawa ndio chanzo cha machozi ulio nayo. Inawezekana ni mume wako, huyo unayempenda, huyo ndio adui atatumia kuhakikisha unapata uchungu. Inawezekana ni mama mzazi, inawezekana ni ndugu yako tumbo moja. Wangapi tumedhulumiwa paka pesa na mali na ndugu moja, mama moja, baba moja. Lakini machozi ulio nayo yanasababishwa na huyo ambaye ni damu yako. But we still cannot afford to give up. Why? Because there's God in heaven doing things, having great plans for you and for me. All we need to do, surrender the situation to him. Start afresh with him. Lamentation, kitabu cha Maombolezo, Lamentation chapter 3 verse 22 and 23 inasema,
kwamba fadhili za Mwenyezi Mungu hazikomi, huruma zake hazina mwisho, kila kunapokucha ni mpya kabisa, uaminifu wake ni mkuu mno. The graces of God are new every morning. The grace of God is new every new year. We are in a new year. So the graces of God are new. Last year we had his graces, but this year they are new for us. His blessings, his mercy is new every morning. So why should we despair when our Father in heaven is there for us, ready to uplift you and me? Kwa nini tukate tamaa? Hapana. Nataka nikutie moyo mpendwa, wewe ambao umejitoa kwenye kazi ya Mwenyezi Mungu. Wewe ni padri, wewe ni sister, wewe ni kiongozi, wewe ni nani, ni mrei. Usivunjike moyo. Tunapomtumikia Mungu, shetani afurahii na uinuka na njia zake ili kutuvunja moyo. Ndio maana unaweza kuta hata padri, ukiangalia familia yako, familia yenu kule nyumbani, unaona changamoto mbalimbali zinakufanya wakati mwingine unauliza maswali. Mungu, nimetoa maisha yangu kukutumikia, kwa nini familia yetu hivi? Mwingine ni sister. Wewe ni sister, ulitoa maisha yako sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukiangalia nyumbani kwenu unakuta changamoto, adui anainuka kwa hii, anainuka kwa ile, anainuka kwa nyingine. Isikuvunje moyo. Ulifanya maamuzi yaliyo bora uliposema ndio kwa Yesu. Na anayesema ndio kwa Yesu, licha ya kwamba atapitia changamoto, yuko Mungu anayekuja kuhakikisha anageuza na kufanya mambo yakawe sawa. Nirudie nikwambie, Abrahamu alifikiri pengine hata yeye alifika mahali akafikiri atakufa bila mtoto, kwamba kukaa miaka 100 bila mtoto haikuwa kwamba atakufa bila mtoto. Alikufa akiwa na Isaka, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Tumaini, tutembee pamoja mwaka huu wa 2026, na ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa neema. Be positive. Mimi nimeamua mwaka huu ni mwaka wa baraka, na hivyo ndivyo naamini na itakuwa hivyo. So nakuombea na wewe msikilizaji wangu, Mungu akutie moyo hapo ulipo, licha ya changamoto unazopitia. Huu ndio mwaka Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Mungu wetu na Baba yetu, nikushukuru kwa ajili ya wema na baraka na fadhili zako nyingi unazotukirimia. Asante kwa Radio Tumaini, asante kwa kipindi chetu hiki, na asante kwa neno ambalo umetulisha. Tunataka kuanza upya na wewe. Tunaomba Kristo, shika ushukani, ufanyike dereva kwenye gari la maisha yetu. Barabara zote unazifahamu, mashimo na kona zote unazijua. Tupifikishe salama huko tuendako. Tufikishe ndoa yetu mahali unakotaka, fikisha biashara zetu mahali unakotaka, fikisha mipangilio yetu mahali unakotaka, fikisha afya zetu mahali unakotaka. Bwana Yesu, tukiwa na wewe tuko mahali pa salama. Basi nikushukuru kwa ajili ya msikilizaji. Endelea kutupa nafasi ya kuendelea kutafakari neno lako kwa pamoja. Pokea sifa, pokea na utukufu wote, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Baba tumeomba na kuamini. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpendo wa msikilizaji, asante sana. Ikiwa ni mwaka mpya, naendelea kukutakia kila heri kwenye mwaka huu wa 2026. Mafanikio yawe ni mengi tu katika maisha